nilikuwa nasubiri wakati ufike kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe, na yote kwa sababu ya kuelezea kile kilichopo ndani ya moyo wangu kwa muda mrefu sana. Hivyo nikaona wakati sahihi, muda wa kutoka chuoni ili nipate kuzungumza na wewe. Yusra, sisi tunapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu pekee ndio anaweza kutuunganisha baina mimi na wewe. Na Mwenyezi Mungu ndio ambaye anayeweza kufanya kila jambo katika dunia hii, na kupanga na kupangua. Yeye ndio anastahili katika maisha yetu sisi wanadamu. Hivyo basi Yusra, kwa hiki ambacho ninachotaka kukisema sasa hivi, nilikuwa nahitaji kukuingia ndani ya moyo wako na Mungu afanye wepesi ili jambo lisiwe zito kwetu. Yusra, nahitaji kukuoa. Ndiyo, ni kweli. Na hili naliongea kutoka ndani ya moyo wangu. Sana. Cha msingi kama ukite taratibu. Alhamdulillah. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupokea ombi langu. Basi mimi acha nifunge geti. Wewe utangulie nyumbani. Shoga yangu. Yaani hiyo siko sawa kabisa. Siko sawa. Kwa nini? Kichwa kinakuwa moto. Yes, mimi ninachomba. Ya kweli? Yeah. Nampenda, ananipenda. Yaani kifupi tunapendana. Na tuna malengo mengi. Sasa nataka kuoana. Hebu kwanza subiri. Haya, huyu mchumba umemtolea wapi? Chuo. Sasa kwanza kangu. Sawa udugu. Basi nisipate. Kama nataka kunataka nikuulize. Shoga yangu jua ulifanya mtu mzito. Sasa hapo kwenye msitu nataka kujua huyo mkaka ana vichenchi au maisha yake. Sijampenda kabisa. Nampenda jinsi alivyo. Ni kweli. Nimempenda vile alivyo. Shoga yangu vile ulivyo. Mtu sio rangi. Mtu sio unajicho la kuombea pesa. Kweli? Tutatafuta pesa. Nasema pesa tutatafuta. Na kama unavyojua shoga yangu, kishaingia kwenye ndoa ndo mambo yote. Haya, hizo pesa gani shoga yangu? Kwa nini usifute subira udugu ukapata mwanaume ambaye hata kama kazi una shoga ile uhakika kula ukawa nao. Kuliko kwenda kuoana kwa shoga yangu. Hivi ulivyo udugu? Hapana. Mimi hata sikushauri kwa kweli. Kuolewa na kapuku shoga yangu pesa tutatafuta. Kuna hiyo jipya. Nakumbuka. Nasema kwa kutoa kama
Vipi kuhusu ujumbe wangu unaokuagiza? Mimi mambo ni magumu. Mambo ni magumu kwa kweli. Yaani kila ninapojaribu kumweka kwenye line ni kama bado anatuka. Binamu, hamna mtu ambaye namtegemea kwenye hili swala tofauti na wewe. Sasa kama wewe pia umeshindwa, sio hata nifanye. Tunasubiri kumwelewa. Ila niachie mimi binamu. Na kuhakikishia kabisa nitafurahi. Waalaikum salam. Yusra. Abe. Na mazungumzo na wewe dada. Abe kaka. Dadangu, nimekuita. Nataka nizungumze machache na wewe. Kwa namna unavyoishi kwenye maadili mazuri ya kumpendeza Mungu, unanifurahisha sana. Asante kaka. Na imefika hatua sasa najivunia kuwa na wewe. Dada yangu, unanipa heshima kubwa hapa mtaani. Asante kakaangu. Lakini kikubwa, unawaheshimisha hata wazazi wetu waliotangulia mbele za haki. Mashaallah, Mwenyezi Mungu azidi kukuzidishia, uendelee kuwa kwenye misingi mizuri ya dini. Amina. Yaani kwa mwenendo huu hata wazazi wetu kule walipo, Mungu anawapa baraka za kheri. Dada, naomba uendelee kuniheshimisha, lakini heshimisha pia hata jamii. Kaka, nimekuelewa. Ilo mwantajia wazazi wangu. Niwakumbuka sana. Kingine nilikuahidi nitabadilika na nimebadilika kakaangu. Hakika umebadilika. Nimekuelewa kakaangu. Asante kwa kuwa pamoja na mimi. Binamu, si nimekwambia ni vitu vya kuzungumza, mbona nikasirikia? Please, naomba uniachie mimi. Nitamalizia kila kitu na kuahidi utafurahi. Yusuf. Naam. Niko mama. Tu harakati tu za maji. Sawa. Haraka tunapika kwa nini? Yaani nisahau kabisa. Nisamee bure mke wangu. Sawa basi. Mimi ndipo naongea na Bwana Yusuf hapa kidogo. Sawa. Yusuf. Sasa Yusuf. Naam sasa.
Ba. Jambo nahitaji. Hivi wewe na Yusra mna mahusiano gani?